sura ya 13. Ibrania sura ya 13 mstari wa 15. Tusome. Tuanze mstari wa 14. Maana hapa hatuna mji udumuo, bali tutafuta ule ujao. Maana hapa hatuna mji udumuo, bali tutafuta ule ujao unaodumu. Basi kwa njia yake yeye na tumpe Mungu dhabihu ya sifa daima. Sema amen. Sema amen. Tumpe Mungu dhabihu ya sifa. Tunapoamua kumsifu Mungu ama tunapopanga kumsifu Mungu, sifa ni dhabihu. Haleluya. Haleluya. Kama ambavyo fedha ni dhabihu, lakini kitendo cha kusifu, kupiga makofi, kucheza, kufanya chochote kwa ajili ya Mungu wakati wa sifa ni sadaka kwa Mungu. Ndio maana katika kitabu cha Warumi sura ya 12 mstari wa 1 anasema, basi toeni miili yenu kuwa dhabihu. Unapotoa kiungo chako ukacheza, ukaruka juu, vyovyote utakavyoweza kufanya hivyo ni sadaka unampa Mungu. Sema amen. Sema amen kwa jina la Yesu. Na hiyo ni faida kwa Mungu. Anasema Mungu anajibu akiwa mbinguni. Lakini ni wakati gani Mungu anaweza kushuka na akawahudumia watu? Mungu anashuka wakati wa sifa. Sema amen. Sema amen. Haleluya. Sifa ni kiti cha Mungu. Mungu anakaa. Biblia inasema kwamba katika kitabu cha Zaburi 22, Zaburi 22 mstari wa 3. Haleluya. Zaburi 22 mstari wa 3. Na wewe mtakatifu, haleluya, na wewe mtakatifu uketie juu ya sifa za Israeli. Tunaposifu kwa kumaanisha, tunapocheza kwa kumaanisha, tunamshusha Mungu mbinguni, anakuja anakaa katikati yetu. Sema amen. Sema amen. Sio kila sifa inaweza kumshusha Mungu. Sifa ziko nyingi, lakini sifa tunaposifu kwa kumaanisha, Mungu anakiacha kiti chake cha enzi na anakuja kwetu. Haleluya. Haleluya. Biblia inasema wakati Paulo na Sila wakiwa gerezani, Paulo na Sila waliomba lakini hakuna kilichotokea. Lakini wakapata ufunuo ya kwamba hata kama tunaona bado tuko gerezani, tuamue kumsifu Mungu. Biblia inasema wakaanza kumsifu Mungu. Wakati wafungwa wengine wanaangalia, Paulo na Sila wakaanza kumsifu Mungu. Wakati wanasifu, wakashangaa milango ya gereza iko na chini. Haleluya. Haleluya. Wakati wa sifa, unaposifu kwa kumaanisha, hutahitaji uwekewe mikono na mtu ili upate kupona. Sifa yenyewe Mungu yupo, yeye atakuja atakutoa kwenye kifungo ulichonacho. Sema amen. Sema amen kwa jina la Yesu. Sema amen. Ndio maana wakati wa Yeriko, Mungu aliwaambia wanazi, hakuambia ombeni. Alichowaambia alisema, mtazunguka mara 7 kwa siku 7, na siku ya 7 mtazunguka mara 7,
alafu mtapiga kelele za sifa. Haleluya. Wakati wamezunguka siku ya 7, wakazunguka mara 7, wakaanza kupiga kelele na tarumbeta Maria. Wakati wanapiga kelele, kuta za Yeriko zikaanguka chini. Sema amen. Kuta, haleluya. Sifa inaangusha kuta. Sifa inaondoa vizuizi. Haleluya. Kuna kizuizi kimesimama mbele yako. Unaposifu kwa kumaanisha, ukacheza kwa kumaanisha, kuna vifungo vinaachia, kuna vizuizi vinaondoka, kuna mawe yaliyowekwa mbele yako yanaondoka na unabaki kwa huru. Sema amen kwa jina la Yesu. Sema amen. Sema amen. Wakati wa kusifu, sifu wewe peke yako, usisifu na mtu. Kwa nini watu wanashika kusifu leo? Kwa nini watu wanashika kuabudu? Anataka aabudu na mtu mwingine, anataka asifu na mtu mwingine, anaangalia mtu mwingine na kusifu, anaangalia mtu mwingine na kucheza, hapo ndio anaamua. Wewe sifu wewe kama wewe. Sema amen. Sema amen kwa jina la Yesu. Sema amen kwa jina la Yesu. Sawa na pili. Sawa na pili. Nataka hapo ya kwanza ukuelewa na kufanya sawa sawa. Sasa tunataka tumpe Bwana dhabihu ya sifa. Sema amen kwa jina la Yesu. Samueli wa pili sura ya 6. Sura ya 6 mstari wa 12. Kisha mfalme Daudi akaambiwa ya kwamba Bwana ameibariki nyumba ya Obed-Edom na vitu vyote alivyonavyo kwa ajili ya sanduku la Mungu. Daudi akaenda akalileta sanduku la Mungu toka nyumba ya Obed-Edom mpaka mji wa Daudi kwa shangwe. Hata ingawa watu waliolichukua sanduku la Bwana walipokwisha kwenda hatua 6, akachinja ng'ombe na kinono. Daudi akacheza mbele za Bwana kwa nguvu zake zote. Haleluya. Haleluya. Huyu ni mfalme. Daudi akacheza mbele za Bwana kwa nguvu zake zote. Na Daudi alikuwa amevaa naivera ya kitani. Basi Daudi na nyumba yote ya Israeli wakalileta sanduku la Bwana kwa shangwe na kwa sauti ya tarumbeta. Ikawa sanduku la Bwana lilipoingia mji wa Daudi, Mikali binti Sauli akachungulia dirishani, akamwona mfalme akirukaruka na kucheza mbele za Bwana, akamdharau moyoni mwake. Bwana tusikiza. Daudi anacheza mbele za Bwana. Daudi yuko anaruka mbele za Bwana. Mikali yuko gorofani. Mikali ni mke wake na Daudi. Alipomwona Daudi yuko anacheza kwa nguvu zake zote, yuko anaruka, Biblia inasema Daudi nguo zake zikaanguka. Sasa tunaposema Daudi nguo zake zikaanguka, haina maana kwamba alikuwa uchi. Kwa sababu alikuwa wanavaa kanzu inaanguka. Kilichokuwa kimeanguka ambacho kikitoka kwenye vazi la mfalme, vazi la kimasihi, kuna naivera ambao walikuwa wanavaa. Haleluya. Kuna naivera walikuwa wanaivaa. Ile naivera ikianguka, masihi ama mfalme anaonekana kwamba yuko uchi, hajavaa chochote. Kwa Daudi alicheza mpaka naivera ile ikaanguka, akarukaruka. Mikali akiwa gorofani anachukua dirishani, Biblia inasema akamdharau. Kwa nini anacheza na mnana yeye ni mfalme? Bwana asifiwe. Haleluya. Tunapokwenda kwenye sifa ya awamu ya pili, usimshangae mtu mwingine namna anapocheza. Haleluya. Haleluya. Usimshangae mtu mwingine namna anapoimba. Vyovyote atakavyoruka, wewe achana naye, shughulika wewe kama wewe. Mungu anataka mtu mmoja ndio
wanasifu. Mungu haangalii watu wanasifu, Mungu anamwangalia mtu anayesifu. Haleluya. Haleluya. Naona acheza, wewe jiachie tu. Maana tunacheza kwa nidhamu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa usicheze unamchemsha sketi huko, nafanya hivi, hapana, haina maana hiyo. Cheza kwa Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Daudi anauliwa na Mikali, Daudi akasema, wewe mbona unicheka? Nilifanya hivyo kwa sababu nilikuwa mbele za Bwana. Sema amen kwa jina la Yesu. Sema amen. Sema amen. Kwa cheza wewe kama wewe. Haleluya. Haleluya. Unapocheza unatoa dhabihu ya sifa kwa Jehova. Unapoimba unatoa dhabihu ya sifa kwa Bwana. Sema amen. Sema amen. Wacha kushughulika na mtu mwingine ambaye anasema mimi nitajikausha. Ukiamua kucheza, haleluya, ukiamua kusifu, hautaangalia wenye vyombo wanapigaje, hautaangalia waibishaje, utasikia. Kwa hiyo tunaweza tukakosa sema mbona mpigi vizuri? Ni kwa sababu hujaingia rohoni. Ukiingia rohoni hautaona anakusema. Haleluya. Ukiona mtu anaanza kujaji mwimbaji wa sauti ndogo, huyo hajaingia rohoni. Aliyeingia rohoni atakuja kuambiwa baadaye na wala kwa kuingia rohoni kwamba waimbaji walikosea. Lakini yeye alishakubujika tayari. Sema amen kwa jina la Yesu. Sema amen. Tunataka tumsifu Bwana mbele za Bwana. Haleluya. Cheza kama hautacheza tena, ruka kama hautaruka tena. Wakikuuliza kwa nini unafanya hivyo, sema ninafanya hivyo niko mbele za Bwana. Haleluya. Haleluya. Cheza kama umerukwa na akili. Kwa maana Paulo anasema ikiwa nimerukwa na akili, ni kwa ajili ya Bwana tu. Haleluya. Unaweza ukacheza kama kichaa, unaweza ukaruka kama kichaa, vyovyote kama cheza, wewe cheza. Wengine wanashuka chini wanaenda wewe cheza, uko na cheza mbele za Bwana. Haleluya. Wakati wa praise na posifu hii sio kwaya. Kwa kila mtu anacheza anaposikia Bwana anachezaje. Sema amen. Sema amen. Sema sio kucheza. Cheza wengine nasema Daudi akaruka mbele za Bwana. Acha kushughulika na watu wengine, shughulika sifu Bwana. Bwana kuangalia wewe, kifungo ni cha kwako, sifa ni ya kwako. Wewe unaposifu kumaanisha unatoa